Ninyi nataka watoto tufunguke. Kuna wakati ukiwa kwenye comfort zone unachukulia vitu vya kawaida. Unajua kuna wakati mtu akiwa anakupigia simu kila wakati anakupenda mnaongea, unachukua nomo. Wakati mwingine hata simu yake unaweza usipokee. Ipo siku utaitafuta hiyo simu. Wangapi wananielewa? Uwepo wa Mungu, ibada unazofanya, kuna mambo mengi unayaona ni kama yanapita pembeni, hayakuoni. Kuna kitu kimeshikilia, lakini Mungu akaanza kukuonyesha. Shetani akakuonyesha ulitakiwa uwe nani. Ayubu alionyeshwa alitakiwa uwe nani kwenye mikono ya shetani. Unaona riziki, wiki ukose 20,000, ukose 10,000, hata kama umekosa kahela, hujaugua, hujanunua dawa hospitali. Unaweza kuona mama Lema anakuombea unapona haraka. Sio kila mtu anayeombewa haraka anapona kama ulivyopona wewe. Naongea sawa sawa jamani? Naongea sawa sawa jamani? Utakuja kugundua kidogo ulicho nacho, madhabahu ulionayo, mtu uliye nayo, unapopata nafasi ya moyo wako kuamini mahali na ukajua ni Mungu. Tenganisheni baraka na vyanzo vya baraka. Tunakosea sana pale ambapo Mungu anapotubariki tunaamini sasa ni baraka zinaishi ndani yetu, sio chanzo cha baraka. Tenganisha baraka na chanzo cha baraka. Nimesemaje? Walioanguka walikuwa ni watu wakuu. Yaani walioangukaga walikuwa juu. Huwezi ukakaa chini hapa ukakaa tena chini hapa. Anguko ni la mtu aliyoko pale. Wanaoanguka wote wako juu. Wakati Samsoni anatekwa na watu wachache, wakati alikuwa anakamata watu anaua 300 simba na nini, alikuwa ni mtu mwenye nguvu. Samsoni anatekwa akiwa mwenye nguvu. Kilichobadilika sio Samsoni, kilichobadilika ni Mungu aliondoka kwake. Judy, unanielewa? Unanielewa? Wanangu, mnanielewa? Maisha ya ibada, kuna wakati kweli unakula dagaa lakini hujanunua dawa za kutosha. Na ngoja nikwambie, kuna watu wanakunywa dawa kila siku na wanamtumaini Mungu. Nisikilize. Don't take things for granted. Usichukulie vitu kawaida. Usimuumize mtu ambaye hakuwa na nia ya kukuumiza.